Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Muniwo TV, uweze kupata somo muhimu ambalo lina kichwa kinachosema matokeo ya nguvu ya maneno. Matokeo ya nguvu ya maneno. Somo hili ni muhimu kwa sababu wengi sana wanateseka kwa maneno waliotamkiwa, na katika somo hili litakufungua na kukuvusha hatua moja kwenda nyingine. Tuungane pamoja. Leo tutaanza, hatutaita sehemu ya kwanza, lakini itakuwa sehemu ya utangulizi. Kwa hiyo itakayofuata itakuwa sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka sehemu ya 7. Fika pale tutakuwa tunavishughulikia viti vya enzi ambavyo Ibilisi amevitengeneza kwa ajili ya kuwaharibia watu kwa njia ya maneno. Kwa hiyo tuungane pamoja, nikukaribishe. Karibu sana, tuungane katika somo hili, somo jipya ambalo litakusaidia. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kama mada inavyosema matokeo ya nguvu ya maneno, siku ya leo tutaanza na utangulizi. Huu utangulizi utakutoa mahali kwenda mahali. Kwa hiyo naomba tuungane kwa pamoja katika utangulizi huu. Na utangulizi huu utahusika sana pamoja na hayo, lakini utahusika na maana ya maneno, lakini pia utangulizi huu utahusika sana na mambo tutakayoshughulika nayo tangu siku ile inayofuata, sehemu ya pili, ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ile ya 7. Naomba kwa leo tuungane kwa pamoja, tushirikiane na utangulizi huu. Maneno ni jambo lenye matokeo, tena matokeo mbalimbali, na hayo matokeo yanaweza kuwa mazuri au hayo matokeo yakawa mabaya. Kwa kawaida maneno yana nguvu ya kuharibu, kutengeneza au kutekeleza tamko linalokuja kwa maneno. Maneno ni mkusanyiko wa sauti zinazotamkwa na kuandikwa pamoja na kuleta maana. Ni jambo la maana na ushauri. Kwa wana wa Israeli katika Agano la Kale, neno la Mungu halikuwa jambo tu fulani, bali lilikuwa na nguvu. Hata kama Mungu alitaja mapenzi yake, lilikuwa na nguvu ya ajabu. Ndani yake lilikuwa na nguvu ya Mungu, na ndani yake kulikuwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo halikuwa jambo tu rahisi, lilikuwa ni neno ambalo linatenda mambo makubwa. Na pamoja na maana hizo za kamusi, ninao mchango kwamba wanaweza kusema maneno ni matamshi yanayotoka mdomoni mwa binadamu. Yale yanayotoka kwa binadamu yanaitwa maneno, yanayotoka kwa wanyama yanaitwa milio, na yanayotoka kwenye vitu inaitwa milio. Kwa hiyo kwa wanadamu tunasema yanatoka mdomoni. Ni mawasiliano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Yanakuwa ni mkusanyiko wa silabi zinazounda jambo linaloleta maana. Ni matamshi ya mtamkaji kwenda kwa msikilizaji. Ni mfumo wa sauti za binadamu katika kupashana habari. Maneno yanaweza kuwa mazuri, maneno yanaweza kuwa mabaya, yanaweza kuwa machungu yanayokatisha tamaa, lakini pia yanaweza kuwa ya kulaani. Huwa maneno yana nguvu katika utendaji. Yakitamkwa katika imani, yanatenda kilichotamkwa, na yatadumu mpaka yatakapotenguliwa kwa maneno. Watu wa Mungu katika ulimwengu wa roho wanatamka maneno yenye matokeo ya baraka, lakini wenye matokeo ya mafanikio.
Na watu katika ulimwengu wa Ibilisi, katika ulimwengu wa giza, hutamka maneno ya laana, wakisimika balaa na mikosi mbalimbali. Wanatabiri na kutamka vifo kwa wanadamu. Wanatamka kwa majina au kwa watu jinsi fulani. Wakitamka juu ya vifo, roho za mizimu zinatimiza na kusababisha hivyo vifo vilivyotamkwa. Watu wa shetani wanawaletea watu wa Mungu uharibifu, kwa kuwa maneno yanaomba kilichotamkwa kutokana na moyo wa mtamkaji. Katika mafundisho haya tunayoendelea nayo mfululizo siku 7 baada ya hii siku ya leo, kwa lugha nyingine, kwa ujumla siku 8, tutajifunza mambo mengi yanayohusiana na maneno, na mafundisho haya yatakuwa suluhisho la matatizo unayokabiliana nawe, yanayokabiliana nawe na yanayokabiliana na wanadamu wenzako waliotamkiwa au waliojitamkia, na maneno hayo yakawaathiri. Kila kipengele tutaangalia hatua kwa hatua. Tutaangalia maneno waliojitamkia na yanavyofanyika katika ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho tuna ulimwengu wa roho wa giza na ulimwengu wa nuru ya Kristo. Na tutashughulika na matumizi au kazi za maneno. Tutashughulika na madhara yanayosababishwa na maneno. Lakini pia kutakuwa na faida zinazosababisha maneno. Katika maneno kuna nguvu iliyoko humo ili kutenda jambo linalotamkwa. Katika mafundisho haya tutajifunza namna ya kushughulikia maneno yaliyotamkwa vibaya ili upatikane ushindi dhidi ya maneno yaliyotamkwa vibaya kwa ajili ya wanadamu, lakini nisiseme tu wanadamu, kwa ajili yako wewe ambaye ni msikilizaji. Mwisho tutajifunza kusema vizuri, jinsi ya kusema vizuri kuleta amani na furaha kati ya wanadamu na wanadamu wenzetu. Naomba mpendwa wangu nikukaribishe ujifunze kwa uangalifu, kwa hekima na utulivu, ili uweze kufaidika na mafundisho haya. Na mafundisho haya yatakusaidia, maana kuna maneno mengi ambayo yanaathiri maisha yako. Kilichonivuta kuandaa mafundisho haya ni namna wanadamu walivyopata mateso kutokana na maneno yaliyoathiri maisha yao. Na ushahidi na ushuhuda upo. Huu ni ufunuo Mungu amenipatia ili uwepo ushindi, ili uwasaidie wanadamu wanaoteswa juu ya maneno. Ungana nami katika mafundisho haya, na ungana na wale ambao wanaendelea kufuatilia mafundisho haya. Na pale mwishoni, kila somo, kila hatua ni vizuri ucomment, lakini ni vizuri ushare na wengine. Ni vizuri uende kwa makini sana juu ya mambo haya, ili katika mafundisho haya uendelee kujipatia moyo wa hekima na maneno mabaya yaliyotamkwa kwako yakaondoke. Mungu akubariki sana, na Mungu abariki mafundisho haya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenyezi, mfalme wa falme, Mungu unayetenda na kufanya, ninalibariki, ninalitukuza, ninaliadhimisha jina lako. Katikati ya miungu wewe ni Mungu, umetenda na utaendelea kutenda. Sifa, utukufu na heshima vikurudie peke yako, e Bwana. Ninamleta msikilizaji huyu na mtazamaji huyu na mfuatiliaji huyu wa kipindi hiki, lakini mfuatiliaji mkubwa wa Muniwo TV. Naomba Bwana, kwa ajili ya kuathiriwa na maneno kupitia mafundisho haya, kampe muda, kampe nafasi, kampe msukumo wa kuweza kuyasikia mafundisho haya, ili ajipatie moyo wa hekima. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.